Habari watu wa Mungu, nataka leo hii tujifunze kutokana na swali aliloliuliza mjumbe. Hili hapa amesema hivi, hebu msikilize. 8:40 Yohana, Yesu anasema hivi, lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli niliyoisikia kutoka kwa Mungu. Bimaana kuna Mungu alafu kuna Yesu. Hasa kama Yesu ni Mungu, Mungu kivipi? Na hiyo kweli kaisikia kutoka kwa Mungu yupi? Okay. Mimi nitaelezea kwa kiufupi na jinsi ninavyofahamu na jinsi ambavyo Biblia langu linanielekeza na kunifundisha kuhusu Yesu ni Mungu. Huyu anataka ajue kwa nini Yesu ni Mungu. Ndio kitu ambacho anataka kufahamu. Ngoja nikwambie kitu kimoja, ndugu msikilizaji, na wewe ambao umeuliza hili swali. Kuna vitu ambavyo vinatuchanganya na tunashindwa kuvielewa na kuvitafasiri kama sisi wenyewe. Neno Mungu sio kwamba ni jina. Neno Mungu ni cheo ulichokuwa nacho kwa mtu fulani. Ni kama vile baba. Baba, yaani neno baba sio jina, bali ni cheo. Mimi naitwa Miracle, lakini pia nina baba yangu ambaye anaitwa Fanuel. Ila nina baba, lakini baba nilikuwa naye na jina lake. Kwa hiyo ni kama vile unapomzungumzia neno Mungu wa mbinguni. Yule Mungu ni cheo alichokuwa nacho, kwa sababu Biblia inatuambia na shetani ni mungu wa dunia hii. Yaani kataa kubali, shetani ni mungu wa dunia hii. Biblia ndivyo inavyokuambia. Ni sasa kama Wahindi au Wachina. Wachina wana mungu wao ambaye anaitwa Dragon. Anaitwa Dragon. Wanaye Wahindi huyo Mungu. Na huyo Mungu aliyekuwa naye anafanya kazi na wanamwamini Mungu wao, lakini jina lake anaitwa Dragon. Lakini pia tuna Wahindi. Wahindi nao wana mungu wao ambaye anaitwa Krishna. Mungu Krishna, Mungu nini, yani majina mengi. Nao pia wana mungu wao, yule ni Mungu, lakini pia naye na jina lake ambaye anaitwa Krishna. Lakini pia tuna wenzetu hawa waganga kienyeji, nao pia wana mungu wao wanaomwamini tofauti na Mungu wako wewe. Sasa nataka nielezee kwa upande wa Kristo. Kitu ambacho pia kinatuchanganya ni kwamba sisi tumekuwa ni watu wa kutaka kujua dini ya mtu mwingine ipoje ingawa haupo ndani ya hiyo dini. Hicho ndio ambacho kinatuchanganya sana. Wakristo wenzangu, mimi nataka ili nieleze kwamba Yesu ni Mungu. Mungu wetu sisi anaitwa Yesu. Lakini sasa Mungu wa Kristo anaitwa ni Yesu. Na mimi sasa sijajua kwamba Mungu wako wewe yeye anaitwa nani. Nitaeleza kwa kifupi. Hivi. Kitabu cha Yohana 5:43 inazungumzia Yesu mwenyewe alikuwa anaeleza, anasema kwamba yaani anamuelezea baba yake aliye mbinguni kwamba jina lako ulionipa nimewafanya watu walifahamu. Labda nitaka tusome ili tuelewe. Ngoja tusome, nitafute Biblia ilipo. Biblia takatifu hii hapa. Ngoja tusome. Kitabu cha Mathayo, utafungua hapo ulipo. Mathayo. Yohana. Yohana 5:43. Yohana 5:43. Hii hapa. Tutakuwa tunasoma wote, tunaelekezana. 43. 43, okay, hii hapa. Anasema hivi, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea huyo. Huyu ni Yesu. Alikuwa anamueleza baba yake aliye mbinguni kwamba jina la Yesu alilokuja nalo ni jina la baba yake. Anamwambia baba yake kwamba baba, jina hili ulilonipa nimesema mimi nimekuja kwa jina la baba. Anasema kwamba yeye alikuwa anawaambia makutano kwamba yeye amekuja kwa jina la baba yake, lakini tumeshindwa kuelewa kwamba jina alilokuwa nalo sio la kwake na nani, ni la baba yake. Hayo umeona. Tuje mstari wa Yohana hiyo 17.
Nataka twende tuelewe 17 mstari wa 11. Mstari wa 11 hii hapa inasema hivi, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini wao wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu kwa jina lako. Umeona? Kwa hiyo yeye anasema mimi nakuja kwako Baba Mtakatifu kwa jina lako. Yaani anazidi kusisitiza kwamba jina alikuwa nalo anaitumia jina la Yesu, sio la kwake. Ulilonipa, nasema kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hawa. Yaani anawaambia kwamba mimi hapa nilipokuwa tayari na mimi nimeshaumaliza mwendo wa kukaa hapa duniani. Anasema kwamba jina lako hili ulilonipa, naomba uwalinde hawa watu kwa kupitia jina lako, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Nadhani hujanielewa. 26 hapo tushuka hapa chini 26. 26 nasema nami naliwajulisha tena jina hilo, nami nawajulisha jina lako tena, nitawajulisha hilo, ili pendo lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Kwa hiyo automatically huyu aliyekuwa anaitwa Yesu amechaji mwenyewe akisema kwamba jina alilokuwa nalo ya Yesu kwamba sio jina lake. Kwa hiyo jina lake halisi sasa ni lipi? Hiki ni kitu ambacho tunataka tukione kwamba jina lake yeye halisi ni lipi. Sasa huyu anayejisema kwamba yeye sasa kwamba hili jina la Yesu sio la kwake. Sasa je, yeye jina lake anaitwa nani? Naomba tuelewane. Hapa ndo ambapo watu tunachanganyikiwa. Haya, twende Mathayo 16 mstari wa 13. Hapa ndo imeeleza vizuri. Mathayo 16 mstari wa 13. Twende makini. Hii hapa. Umeona? Nasema basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Akauliza wanafunzi wake akasema watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Sijui umenisoma. Mwana wa Adamu kuwa ni nani? Hapa hajataja mwana wa Mungu. Hapa ametaja mwana wa Adamu. Yaani manake hapa ametaja mwili aliyekuwa ameuvaa, kwa sababu Adamu ndiyo mtu wa kwanza kuuvaa mwili. Kwa hiyo na yeye alipouvaa mwili manake ameingia kama vile Adamu. Ndio maana akasema Adamu, manake hapo alikuwa anazungumzia mwili, sio roho. Tuelewane. Mwana wa Adamu manake alikuwa anazungumzia mwili au anazungumzia kitu kinachoitwa nafsi, sio roho. Akasema nasema wengine wakasema wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Elia, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. 15 nasema akawaambia, ninyi mwanena mimi kuwa ni nani? Si tumeelewana? Mstari 16, Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Rudia tena 16, nasema kwamba Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Huyu ni mwanafunzi ambaye alikuwa anatembea na Yesu kila wakati kilichopo leo. Umeona alichokizungumza? Hajasema kwamba wewe unaitwa Yesu mwana wa Mungu. Amesema kwamba wewe unaitwa Kristo mwana wa Mungu. Full stop. Yesu akasemaje? Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Baliona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hii, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa hiyo hata Petro mwenyewe kupewa hili jina la Petro ni kwa sababu alitamka kwamba yeye anaitwa Kristo. Tuendelee 19, nasema hivi, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa na mbinguni. Umeona? 20 nasema hivi, ndipo akawakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yoyote ya kwamba yeye ndiye Kristo.
Hebu jiulize kwenye akili yako timamu, kwa nini Yesu mwenyewe aliwakataza kwamba wasiwaambie kwamba yeye anaitwa Kristo? Wewe hujui, na wewe ndio umekuwa ni mjinga kutokufuatilia maandiko, huku akisema huku na wewe huku na wewe. Unapomsikiliza mtu ambaye hayupo kwenye dini yako, anakuchanganya na kuharibu. Ushika kile ulichokuwa unakiendacho. Haya, kwa hiyo hapa tumeshapata tafasiri kwamba Yesu ni Mungu, lakini pia mwana wa Mungu anaitwa nani? Anaitwa Kristo. Ndicho kitu ambacho tumekipata, kwamba Yesu ni Mungu, lakini aliyekuwa anatumia jina la Yesu ni mwana wa Mungu. Mfano kama mimi naitwa Miracle, nilikuwa naishi Kigoma. Tufanye hivyo. Mimi naitwa Miracle, nimezaliwa Kigoma, nimekulia Kigoma. Kipindi natoka Kigoma na kuja Dar es Salaam, Kigoma nilikuwa natumia jina la Miracle. Nilipofika Dar es Salaam nikaona nisitumie jina la Miracle, nitumie jina la Fanueli. Si unaelewana? Kwa hiyo Dar es Salaam natambulika kama Fanueli, lakini Kigoma natambulika kama Miracle. Si tumeelewana? Kwa hiyo ni kama Kristo. Kwa hiyo ni kama tunapomwongelea Kristo. Kristo duniani hapa alikuwa anatambulika kama Yesu, lakini mbinguni na watu wa ukoo wake kama sisi wa Kristo tunamtambua kama nasema Kristo, naomba tuelewane kama nitakuwa nimekuchanganya kidogo. Yaani maana yake Kristo ambaye ni Yesu, aliyekuwa anatumia jina la Yesu, mbinguni alikuwa anatambulika kama Kristo, lakini duniani kwa watu wa mataifa alikuwa anatambulika kama Yesu. Ndiyo maana ilikuwa ni rahisi sana kumuua. Sisi wanadamu karne na vizazi kabla havijanani, tulikuwa tuna advantage kwamba atazaliwa Kristo mwana wa Mungu, na dunia ilikuwa inajua kitu hicho kabla hajazaliwa. Ndio maana Yohana alikuwa anamtangaza sana, atakuja aliye nyuma yangu aliyokuwa mkubwa. Watu walijua kwamba ni yule aliyetabiriwa na manabii. Wakina Isaya walimtabiri kwamba atazaliwa. Kwa hiyo wale Mafarisayo walijua kabisa Kristo atazaliwa. Kwa jina la Kristo angelitamka toka mpema kwamba yeye anaitwa Kristo, yaani mtu yote asingeweza kumsulubisha, kwa sababu alikuwa anajua kabisa Kristo ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo ndio maana jina lile la Kristo lilifichwa likatambulika jina la Yesu sana, ili iwe ni rahisi mapenzi ya Baba yatimizwe. Ngoja nikwambie kitu kingine ambacho ukijui. Ambacho yani kinakutesa tu, sio kama ukijui, kinakutesa na unatamani ukifahamu lakini unashindwa. Unatamani ukifahamu lakini unashindwa, na unashindwa namna kujifahamu. Neno la Mungu liko hivi. Neno la Mungu ni siri. Mpendwa, neno la Mungu ni siri. Ni siri iliyojificha. Biblia inasema katika kitabu cha Kolosai 1:26 hadi 27. Inasema hivi, wewe nikuonyeshe. Kolosai 1:26 inasema hivi, siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake. Kwa hiyo anayejua kwamba mwana wa Mungu ni Kristo ni watakatifu wa Mungu tu peke yao ndio wanaotambua kitu kama hiki. Wewe kama sio mtakatifu, na wewe kama sio mwana wa Mungu, na wewe kama sio Mkristo, unapenda kufuatilia maandiko ya neno la Mungu, uwezi ukajua kwamba mwana wa Mungu anaitwa Kristo. Ndio maana pale msalabani alikuwa analia. Narudia tena, Mungu hakufa. Aliyekufa pale msalabani ni mwana wa Mungu. Aliyekufa pale msalabani ni mwana wa Mungu aitwaye Kristo. Kwa hiyo Kristo alikuwa pale msalabani anamulilia Yesu. Tuseme hivyo kwa sababu tumeshajua Kristo alikuwa msalabani anamulilia Yesu akisema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Hapa ndipo Waislamu wanashika, wanakamata, wanatufinya, tunashindwa kutambua hili. Naomba Mungu atusaidie sana, na Mungu awabariki kwa somo hili. Kama hujaelewa,
weka comment hapo chini, mimi nitakuja na somo. Mimi masomo ninayo mengi, unaweza kuandika kitabu cha Waefeso 3:3 hadi 5, Warumi 16:15 hadi 16, Kumbukumbu la Torati 29:29. Hizi ni siri zilizotajwa katika neno la Mungu.